wanaume sasa tunaga hizo mambo za ushuhuda. Wa mama ndo sana. Umeniwahi, nilikuwa nataka nikuulize ni kwa nini umechagua content ya namna hiyo kuvaa vitenge na sio vazi lingine? Kutokana nilianzisha content ya ushuhuda, wanaume, unajua wanaume mikazo sana hata kama akafanyiwa. Yaani naamini yeye ndo ametenda, unajua mimi ndio, lakini siwezi kuambia watu pale kwamba nimetendewa. Wa mama ndo kitu kidogo, hata mtu kajikwani. Kwa hiyo nilitumia fursa hiyo, sawa. Nikatumia jina la kike la Mariam. Kwa hiyo sikuona sasa, nikaona Mariam haikai. Kwa majina mimi naitwa Mariam, nakuja kutoa ushuhuda, no. Nikatafuta jina ambalo litakuwa kali. Kwa hiyo nikawa kwa ile refuse yangu ile. Kwa majina mimi naitwa Mariam Mwagito, natokea Mbagala. Kwa hiyo sasa ile ikawa inaunganisha vizuri. Sasa baadaye nikaona nitumie sasa Mwagito. Nisijite Mariam Mwagito kwa sababu kuna mbeleni idea zitachange, alafu kwa nini najiita Mariam? Kwa mfano ungeniita leo hapo, ungeniita Mariam njoo, ingekuwa mushkili kidogo. Ungeusha ngome. Ningeusha ngome hapo matusi na kushoot kwenye nani, kwenye SMS. So ndo hivyo nikaitwa Mwagito. That's good. Sasa nataka nijue kitu kimoja, Mwagito. Nadhani wewe una umri zaidi ya miaka 18, right? Ndio. Ulishawahi kuumizwa kwenye mahusiano labda? Yes. Podcast yetu inahusiana na masuala ya mahusiano kama nilivyosema. Kwa hiyo lazima nikuulize hili swali. Una mpenzi kwanza kabla hujaribu hilo swali? Sasa hivi sina. Kwa nini una? Sitaki kuhusiana kwanza. Wewe kwanza nitafute kwanza hela, ili tulize akili yangu kwanza, then Sio kwamba ukiwa naye ndio utakuwa unatuliza akili vizuri. Hapana. Au atakuzidishia maumivu zaidi. Nilijaribu kupima. Labda nikuulize swali lingine bwana Mwagito. Nadhani umeshakutana kwenye baadhi ya comments kwenye mitandao yako ya kijamii kuhusiana wewe na kufananishwa na Dullivan. Ni mchekeshaji wa hapa Bongo ambaye naye anavaa usika ambao unafanana sana na huu ambao ulikuja nao wewe. Hebu tuambie, kwanza ushawahi kukutana na comments za namna hii kwamba watu wanakulinganisha naye? Comments nakutana nazo nyingi kwa sababu tunafanana tunachokifanya. Japokuwa naweza nikasema tufanani sana kwa sababu Dullivan mwenzangu yeye tuseme, kwa mfano ngoja nijiongelee mimi. Mimi kitu ambacho nimekuja nacho ndio nimekuja kama mwanamke, lakini nimekuja kitu tofauti sana. Umeona mimi nimevaa hivi, kiichi ni kitenge na nani na lemba, lakini umenielewa kwamba mimi ninachomaanisha ni nini? Ni mwanamke. Lakini kuna wenzangu sasa ambao lazima avae vile kabisa kwamba akavaa mawigi akavaa manini yale, umeelewa? Lakini mimi nimekuja na hichi hapa ambacho ni cha peke yangu. Kwa hiyo ninachojivunia ni hicho. Kwa hiyo ukiangalia ambao wanafanya kikike wengi ambao wako nyuma, ambao tuko nyuma, Dullivan tunaweza tukasema yuko mbele, si ndio? Lakini ambao wanakuja nyuma, utaenda mstari wa kwanza wote wanafanana, lakini ukija kwa Mwagito unakutana na kitu kipya kabisa ambacho hakikuwepo. Kwa sababu hata mimi na fuse yangu ambao naongea na Dullivan hatuendani. Mimi ni vitu viwili tofauti, lakini wewe una hebu nijibu hili swali. Unajiona wewe ni mkali kuliko Dullivan? Najiona mkali kuliko Dullivan. Kikiwa namaanisha kwamba sanaa yako unaoifanya unahisi wewe unafanya vizuri zaidi kuliko Dullivan? Hapana, siwezi kusema hivyo sababu ili swali linatakiwa ulizwe shabiki. Sio mimi. Sababu kwa mashabiki zako ndio watakao. Shabiki ndio atakaye ulizwa. Sio shabiki zangu mimi. Shabiki yoyote kwa bwana unawaona hao wawili. Vipi unamuonaje Dullivan na huyu? Kwa sababu mimi naweza nikasema mimi ni mkali kwa sababu mimi mwenyewe sinajiamini. Unaona, na Dullivan naye akiulizwa atasema yeye ndo mkali. Lakini kinachotakiwa si wote tuna fan base, si ndio? Na mashabiki wote wanatuangalia kwa sasa. Mashabiki wenyewe ndio wanatakiwa watu waseme kwamba bwana Mwagito mkali au Dullivan mkali. Au kama inashindikana sana kwamba waseme tuwapambanishe sasa, ni kwamba sasa tuweke kazi pembeni, sababu tuwape challenge ambao watafanya alafu waonekane nani mkali kati yao. Wakati unaanza hii sanaa nadhani kulikuwa kuna mmoja kati ya wasanii au wawili watatu ambao walikuvutia sana mpaka ukaingia kwenye hii sanaa. Hebu tuambie wasanii wako wawili au kama ni mmoja ambaye alikushawishi wewe mpaka ukaingia kwenye sanaa hii ambayo uko nayo sasa hivi. Who is your role model kwa Kiingereza wanasema? Nani role model? Role model wangu wa kwanza kabisa ni Joti. Joti ndo anabeba kila kitu. Yaani kama yule ndo nimemwangalia yeye na ndio maana nafanya hivyo. Kwa sababu sasa hivi najiamini kuvaa kikike kwa sababu ya Joti.
Okay. Unaelewa, Joti yeye ndo alikuja kaaminisha kwamba bwana tunaweza tukafanya hivi na tukasonga mbele. Hata leo mimi nikienda kwa baba yangu au mama yangu, hata kama ananizingua, naweza nikamuonyesha kwamba bwana mbona Joti amefanya. Sure. Ndio mtu ambaye kipindi hata niko shule naangalia sasa. Kwa hata sasa hivi najiamini na proud kwa sababu nimeona mafanikio yake kwamba amefanya hivi. Mimi kuna watu wananitukana. Lakini kutokana nikimwangalia Joti naamini ni one day na mimi nitafika ile level hivi, kumbe naweza nikavaa kikike na tutafika ama ukawa zaidi. Okay. Kwa kikubwa ni kuomba uzima na kuzidi kuniombea kwamba niwe mbunifu sasa. Nisije nikaishiwa madini uzima kama ishia njiani. Mtu mwingine, mtu wa pili ambaye anakuinspire au kuinspire mpaka kuja kwenye hii game na wewe ukasema na mimi nataka niwe comedian wa style kiachana na Joti, ni nani? Kuna mtu mwingine kama Koi na kuja upande wa stand up comedy. Sasa hapa ni Koi kwa sababu Koi mimi bongo kipindi kibongo hapa alikuwa stand up comedy ipo lakini haina ile heshima. Lakini alipokuja Koi alikuja mwenyewe akatengeneza mazingira. Mimi napenda sana kuangalia watu ambao walikuja wakabadilisha. So watu waliokuja wakafanya tu vizuri wakaondoka. Nataka nione ulikuja vizuri na zenu ukabadilisha. Umeacha kitu. Kwamba amezalisha watu wengi sana. Ni hivyo akina Joti amezalisha wengi. Huyu Koi mzungu ndo kama hivyo. Ukiangalia ukiulizia mtu kama Leonardo atamshukuru Koi. Kuona big up brother Koi mzungu. Appreciation remark imetoka kwa bwana Mwagito. Of course hata sisi wenyewe huwa tuna appreciate watu ambao wanafungua njia kwa wengine. Yes. Nataka nikuulize hiki kitu. Nadhani unafahamu kuhusiana na hii tour ambao anaifanya huyu streamer iShowSpeed kwa bara letu la Afrika. Nadhani ni moja kati ya kitu ambacho sasa hivi kwenye mitandao ndio kina trend zaidi. Unahisi kama angekuja Afrika, Tanzania huyu iShowSpeed ni streamers gani au content creators gani ambao angeweza kukutana nao hapa Tanzania na kufanya nao content? Of course. Hem, tuambie, unahisi kama angetua iShowSpeed huyu hapa Bongo? Lazima cha kwanza nijiweke kwa sababu na mimi ni content creator ambaye nakuja kwa kasi, naweza nikasema hivyo nakuja kwa kasi, pia nina ndoto za kuwa kama yeye. So naamini ningefanya naye kitu. Yaani ningeforce hata kama maana yule ana mabodyguard kinoma. Of course, ila ninajua kwa huu wembamba wangu ungeutumia kupenya. Nilimwona mtu kama Tenge alipenya pale. Sure, Tenge katoka Uganda kwa sababu katika tour yake ni iShowSpeed sidhani kama ana ratiba kwenda Uganda. Hana, ndio maana. Lakini Tenge kajiongeza. Sasa kwa nini na wewe usingejiongeza ukaenda Kenya? Umeelewa? Hela ndugu yangu, kwa sababu ninavyosikia kwanza ukitoka huku na hela fulani Kenya ikibadilika unabakiwa na 500. So sikutaka hayo maisha yanikute Nairobi, nikajikuta na 500 nikaanza kuomba msaada afu iShowSpeed mwenyewe sijamuona. Lakini hapa nyumbani kabisa najua yuko Mlimani City, najua akipitia huku anatokea huku. Na anatokea gate gani? Mtu wa kwanza ningekuwa ni mimi, mwingine Kiredio. Kiredio nayo content kuna namna wana mtu mwingine sasa ambaye yake sema sasa hivi hayuko sana Bongo, Jaymondi. Jaymondi kama anaongea ni mtu naye waga ni mtu wa content za vile vile. Hao nahisi watatu si tungeforce. Japokuwa ni mimi ndo ningeongoza jahazi kule.